Usikumbuke uovu wangu mimi, samehe na kuhitaji. Nimekutenda uovu mwingi Baba, samehe na kuhitaji. Usikumbuke uovu wangu mimi, samehe Baba na kuhitaji. Nimekutenda samehe Baba, samehe Baba. Usikumbuke uovu wangu mimi, samehe Baba, samehe Baba. Nimekutenda uovu mwingi. 66. Kwa hiyo katika hivyo vitabu vyake alitabiri unabii ambao umekuja kutimia. Kitu gani nataka kusema? Mungu anachokiangalia ni neno lake. Sijui niongee na nini, njoo unakimbia. Kimbia. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikupe mfano uelewe. Nimekuambia kwamba walichokutabiria hata iwe lini kitatimia. Mungu akiwa anaangalia mtu, haangalii maneno ya watesi, anaangalia neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Anaangalia neno lake kufanyaje? Kulitimiza. Mseme Bwana, hamsomi Biblia, si ndio? Haleluya. Anaangalia neno lake kulitimiza. Kwa hiyo mtu akiwa na neno la Mungu, wakati mwingine ni kama vile mwanamke mwenye mimba. Bwana asifiwe. Watu ambao wanaelewa sana ndo wanaweza kusema kwamba huyu mtu yawezekana amepata mimba. Bwana asifiwe. Lakini mwanamke anakuwa na mimba hawajui, lakini anatembea naye. Bwana asifiwe. Wanaona kama vile hakuna mabadiliko, lakini ndani kuna mimba. Haleluya. Wanaona kama vile yuko kama kawaida, wasubiri siku moja itatokea tu. Haleluya. Tamka useme kwa jina la Yesu, lazima itakuwa. Haleluya. Twende kwenye kitabu tumoja nisomee Waebrania sura ya 13. Hebrews 13 mstari wa 17. Waebrania 13 mstari wa 17. Kama umefika sema amina. Utanisomea wa 17 na wa 18. Leo sitakuhubiria, kuna maneno ambayo ni muhimu kuyajua. Bwana asifiwe. Unajua, ngoja nikwambie, ni rahisi sana